Kuna dhana kwamba kuna sherehe kubwa ama siku kubwa katika kanisa Katoliki. Ndio. Na watu wengi tunapenda sana Krismasi, sio tu Wakatoliki peke yao, lakini Wakristo wengi na ambao si Wakristo pia wanapenda sana siku hii ya Krismasi. Ndio, ni ukweli. Ni ukweli na inaonekana ndio siku kubwa sana. Hata mwaka unapita kutoka huku mpaka huku, lakini tunasubiri siku moja hii Krismasi, siku ya Krismasi. Ndio. Ina maana kwamba Krismasi ndio siku kubwa ama? Asante sana Shamba kwa kunialika hapa tena. Hapa tutaongelea ulimwengu na kanisa. Watu wa ulimwengu na watu wa kanisa. Kiulimwengu Krismasi ni sherehe kubwa sana. Kiulimwengu ni sherehe kubwa sana sana sana. Kwa sababu hiyo ni sherehe ambao watu jamaa na marafiki wanapata nafasi ya kuwa pamoja kusherehekea Kristo kuzaliwa na shangwe nderemo kusherehekea. Lakini kwa kanisa Katoliki ndio sherehe kubwa, yani the mother of all solemnities, the solemnities of the solemnity ni sherehe ya Pasaka. Pasaka ambayo tunasherehekea sasa hivi, ambayo tuko saa hii. Pasaka ni sherehe kubwa sana katika liturujia ya kanisa Katoliki. Krismasi tunasherehekea Mwenyezi Mungu kuja ulimwenguni. Ndio. Lakini Pasaka tunasherehekea Mwenyezi Mungu kuokoa ulimwengu mzima. Ndio. Na hiyo ndio sherehe kubwa, kuokolewa. Ndio. Na ndio maana kwa nini tunasema Pasaka, Easter? Why do we say Easter is the greatest of all the solemnity which is very important? Ukiendelea nilisoma mahali ndio wanasema sherehe ya Krismasi ni sherehe kubwa. Ni kubwa, ndio. Ni Pasaka ni kubwa zaidi. Ndio ni kubwa zaidi kwa sababu katika kupitia Krismasi ndio Kristo alijifanya mtu, ndio akaja duniani. The incarnation, God becoming man. Yes, alifika duniani kupitia Krismasi. Ndio. Lakini kupitia Pasaka alishinda mauti, na akatuokoa, akatupa wokovu, salvation. Kumbuka tunazaliwa sote katika hali ya dhambi, dhambi ya Adamu na Hawa. Inamaanisha ulimwengu wote tuko katika dhambi. Yesu kufa na kufuka, tunaokolewa. Ndio maana Easter is the greatest of all the celebration in the Catholic Church. Na tutasema kwa nini Pasaka ni sherehe kubwa? Ndio. Kwanza, it is the center of the Paschal mystery. Kwa nini ni the center, yani katikati ya fumbo la Pasaka. Paschal mystery tunasherehekea the suffering, death, resurrection of Christ. Kuteswa, kufa na kufuka Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni maana ya kwanza ambayo tunasema kwamba Pasaka ni sherehe kubwa zaidi. Alafu pia tunasherehekea the resurrection is the victory the victory over sin and death, kwamba Yesu anashinda mauti na dhambi. Ndio. Yesu anashinda mauti na dhambi. Tatu, the liturgical structure of Easter more, kwamba kabla tufike katika sherehe ya Pasaka kuna hizi siku tatu ambazo hivi majuzi tumesherehekea. The Paschal Triduum. The Paschal Triduum ambayo tuko na Alhamisi Kuu, ambayo Alhamisi Kuu tunasherehekea sakramenti mbili, sakramenti ya Ekaristi na sakramenti ya upadri. Tunaingia Ijumaa Kuu ambayo Kristo anakufa na kumbuka kwamba hiyo ndio siku ambayo tuna misa. Ndio. Kristo amekufa. Alafu tuko na hiyo the Easter Vigil. The Easter Pasaka, yani mkesha wa Pasaka. Hiyo inaonyesha kwamba the liturgy ambayo inakuja kabla ya Pasaka inaonyesha kwamba hii ni sherehe muhimu sana. Ndio. Tano, maandalizi ambayo yanakuja kabla ya Pasaka. Karibu wiki 7, tunakuwa na karibu wiki 7 ya preparation, the Lenten season. Na Christmas tuko tuna kama wiki 4 peke yake. Kwamba before Easter we have a long time of preparation, because unapojiandaa kwa sherehe kubwa, ndio maandalizi inachukua muda. Lakini kama ni sherehe hivi haichukui muda sana. Ndio maana Pasaka iko na muda, iko na kipindi mrefu ya kujiandaa. Na tena Pasaka tunasherehekea Pasaka kwa siku 50.
Mara nyingi juzi, wiki iliyopita, shamba tulipokuwa hapa, ulikuwa niambia kwamba wewe ulikuwa unajua kwamba baada ya Oktava Pasaka imeisha. Hapana. Pasaka sitakuwa naandalia watu ma reflections hapa. Pasaka inaenda kwa siku 50. Siku 50. Na katika hii Pasaka kuna masherehe ambayo zitakuwa hapo katikati. Jumapili iliyopita tulisherehekea Divine Mercy Sunday. Kuna Jumapili ambayo tutasherehekea the Good Shepherd Sunday. Unaona, hizo ni masherehe ambazo zitakuwa hapa katikati. Kuna hiyo sherehe pia ya Ascension, Bwana wetu Yesu Kristo kupaa mbinguni. Alafu tunamalizia na siku kuu ya Pentecost. Ndio. Siku ya 50. Hiyo ndio inamaliza kipindi hapa. So inakwambia kwamba Pasaka ni muhimu sana. Haimaanishi kwamba hii sherehe zingine si za muhimu. Ni muhimu, lakini kuna ile in the hierarchy. Wengine wanasema kwamba Pasaka ni sherehe. Wanasema ni sherehe, lakini si sherehe kama sherehe zingine hizi. Ni sherehe ya ushindi, ni ushindi wa mwanga juu ya giza, ndio ushindi wa uzima juu ya mauti, ushindi wa matumaini juu ya kukata tamaa. Na kupitia katika Krismasi, Pasaka inakuja kukamilisha kila kitu. Inakamilisha kila kitu. Sio kifo cha Kristo kinachokamilisha kila kitu, lakini Pasaka kwa sababu amefufuka, ndio basi anakuwa wa kukamilisha kila siku. Na kumbuka pia wanasema kama tungekuwa na Pasaka, our faith, our Christianity has no meaning. Without the resurrection of Christ, our Christianity has no meaning. Hakuna haja. Kwa nini tutakuwa na haja ya kuomba nini? Kwa sababu Pasaka ndio inatupatia watu kwamba kuna maisha mengine. Ndio. Ufalme wa mbinguni. Yesu kufa na kufuka kushinda mauti na kutupatia matumaini kwamba kuna maisha baada ya hapa. Ndio the Easter is our faith. Is our faith. Bila Pasaka imani yetu ni bure. Ni bure kabisa. Ndivyo. Na pia katika Pasaka tunaona kuna mshumaa. Kuna mshumaa wa Pasaka. Wanaasha mshumaa. Wengine wanasema ni mwanga wa Pasaka. Kumbuka hata hii mshumaa tunapoanza nayo misa tunaingia katika giza. Kanisa tunaingia kanisani kama kuna giza. Hiyo ni mwanga inashinda giza. Yes. Kwa hivyo katika mshumaa wengine wanaita ni mwanga wa Pasaka ama mshumaa wa Pasaka. The Paschal candle. Tunapoingia katika nani hiyo, inamaanisha kwamba Kristo mwanga wa dunia. Tunasema kwamba Kristo mwanga wa dunia. Tumeinua juu. Alafu watu tunajibu tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Mwanga wa Kristo. Na ukumbuke kwamba kama umekuwa makini wasikilizaji wetu, wakati huu wa Pasaka, unaona wakati wa misa, wakati padre anafukiza ubani kwa altari, anaenda paka kwa hiyo mshumaa ya Pasaka, anaifukizia kwa huyo ni Kristo. Kristo ambaye ni mwanga, ambaye ameshinda giza. Kwa makini wa Kristo, hata kesho Jumapili ya kesho, kwa makini angalia padre anapoanza misa na ile wakati wa matoleo, wakati anafukizia, ataenda pia kwa ile mshumaa wa Pasaka. Ataufukuzia ubani. Kuonyesha kwamba huyo ni Kristo ambaye ni mwanga, ameshinda giza. Na pia wakati huu wa Pasaka sio kama wakati wa Krismasi. Wakati wa Krismasi hata katika vigilia hamna masomo marefu. Ndio maana lakini wakati wa Pasaka kuna masomo marefu sana, kuanzia Genesis mpaka Revelation. Kama masomo yako mengi, lakini kanisa pia imepeana uhuru wa kupunguza. Lakini hata ukipunguzwa kuna zile bado ni marefu tu. Kuna zile tu ni main lazima ziwepo. Kwa nini kanisa ilikuja? Ili kunapokuwa na masomo marefu, masomo karibu 7-9, ili tusaidie tukue na ile mkesha, the vigil. It prolongs the vigil so that Christ is resurrecting around the midnight. Hiyo masomo ili tufikishe tunapo, by the time tunamaliza somo ya mwisho, tunaelekea katika midnight, Kristo anafuka. Ndio. Na katika masomo hayo wanatukumbusha kwamba kuna somo linalohusu uumbaji wa dunia. Ndio. Kuna somo linalohusu ukombozi wa Waisraeli kutoka utumwa wa Misri. Ndio. Alafu kuna somo la ahadi za manabii. Ndio. Na hatimaye ushindi wa Kristo. Haya yote ukianzia kwa kitabu cha Mwanzo, Genesis, inaitwa salvation history. Kwanza uumbaji. Hatuwezi kuokolewa kama tujaumbwa. Kwanza tunaanza na uumbaji, jinsi Mungu aliumba vitu, hivi akaumba binadamu angeingia kwenye dhambi. Salvation history. Ndio maana hiyo masomo inapangwa hivyo tuisome. Na mara nyingi mimi wanapenda nikihudhuria vigilia ambapo masomo yanasomwa yote bila kukatwa. Inakuonyesha hii jinsi Mwenyezi Mungu aliumba vitu, wanadamu, kila kitu. Wanadamu wakamwasi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akatuma manabii, wa binadamu waokoke. Hivyo na mwisho akatuma mwanae Yesu Kristo. Ndio. Lakini pia katika Pasaka hiyo, ndio,
kunakuwa na ubatizo Kunakuwa ama na kurudia ahadi zako ama kumbukumbu ya kurudia, ubatizo. ndio. Mhm. Kwa nini pia mara nyingi kunakuwa na hiyo ubatizo? Kumbuka ubatizo ni sakramenti ambayo inatuondolea dhambi ya asili. Mhm. Inatuondolea dhambi ya asili, ni ile dhambi ambayo tunazaliwa na, ile ambayo it is inherited, it's not committed. Mhm. Yes. Original sin is not committed, it is inherited. Kwa tumezaliwa nayo. Na ndio maana hata kwa hiyo masomo kuna ile somo ya utateka maji kwenye kisima ya uzima. Ndio kitabu cha nabii Ezekieli pale, ubatizo. Wakati kwamba Pasaka ni kuzaliwa upya. Katika Pasaka tunakuwa viumbe vipi? Ndio maana tunakuwa na hiyo ubatizo. Hao tunabatizo siku kwamba wanaanza maisha mapya. Pia si katika Pasaka tunaanza maisha mapya na Kristo ambaye amefufuka. Na pia katika ubatizo huo ndio wengi ambao labda hatujabatizwa tunapewa nafasi ya kubatizwa wakati huo. Ndiyo. Na wale ambao tumeshabatizwa tayari tunarudia tu ahadi. Na hapa wanasema hapa kanisa linatukumbusha kwamba Pasaka si tukio la kihistoria tu, bali ni maisha mapya kwa kila muumini. Ubatizo huo unatufanya tunakuwa wapya. Ndivyo. Kwa sababu Kristo amefufuka, basi katika ufufuko wake sisi tunakufa naye katika ubatizo na tunafufuka naye. Kumbuka pia tunakuwa na litania. Tunaomba watakatifu ambao waliishi humu duniani wakashinda dhambi na mauti, ni watakatifu. Waombee hawa wakati kumeni ambao sasa watakuwa nabatizwa. Hao pia our ultimate goal, yani lengo letu kubwa ni pia tuwe watakatifu. Tunapoomba msaada wa muombezi hawa watakatifu, ili hawa ambao wanabatizwa wao pia ubatizo hii iwawezeshe kufika katika ufalme wa mbinguni, wajiunge na malaika na watakatifu. Ndio maana hiyo litania inaimbwa hiyo wakati. Ndio. Na Christabel Hamayo akiwa maeneo ya hapa Pipeline anasema hatupati vizuri, lakini ndio hivyo tena, hatupati vizuri lakini ndio hivyo tena. Labda kama kuna mmoja ambaye anatusikiliza kwa wakati huu, atampa taarifa ya habari ya kwamba wale jamaa walichambua sana sherehe kubwa. Na pia wanasema kwamba furaha ya Pasaka ni tofauti na furaha ya Krismasi. Ni tofauti. Furaha ya Krismasi ni kwamba tumempokea Kristo ambaye ni mwana wa Mungu na amejifanya Mungu amefanya mtu. Yes. Lakini wanasema furaha ya Pasaka si ya kawaida, ni uhakika wa ndani kwamba dhambi imeshindwa na kifo hakina mamlaka tena, na tumaini limezaliwa upya. Tumaini la maisha mengine. Kufa kwetu si mwisho wa kila kitu. Kuna maisha mengine ambayo lengo letu ni kuifikia, kuanza maisha mapya na kuelekea mbinguni. Na wanasema ndio maana tunasema Kristo amefufuka, kweli amefufuka. Ndio hiyo mnasema haleluya. Na mtakatifu Papa Yohane Paulo anasema kwamba sisi ni wana wa Pasaka na haleluya ndio wimbo wetu. We are the people of Easter and hallelujah is our song. We are the people of Easter and hallelujah is our song. Na hiyo tutaisema kwa hii siku 50 ya Pasaka kwamba we are the people of Easter and hallelujah is our song. Sisi ni wana wa Pasaka na hallelujah ndio wimbo wetu. Na wanasema kwamba tukimalizia tu ni kwamba wanasema kwamba Krismasi ni mwanzo wa safari ya wokovu. Ndio, is the beginning of our salvation. Lakini Pasaka ni ushindi wake sasa. Ni ushindi wake. Na Krismasi inatufundisha kuwa Mungu yuko pamoja nasi. Jina la Yesu Kristo ni Emmanuel. Mungu yuko pamoja nasi. Lakini Pasaka inatufundisha kuwa Mungu ametushindia kifo na ametupa uzima wa milele. Kwa hiyo Pasaka ndiyo sherehe kuu zaidi, kwa sababu ndiyo inayokamilisha kila kitu. Ndio. Na tukumbuke kwamba baada ya Pasaka sasa tunaleta sasa Christmas. Christmas inafuata Pasaka. Hapo Christmas ni ya pili baada, kwa sababu kumbuka pia Christmas pia tunakuwa na Octavio. Tunakuwa na Octavio ya siku 8 baada ya. Inamaanisha kwamba Christmas pia ni sherehe kubwa, lakini haizidi Pasaka. Wakristo wasikilizaji wetu waelewe kwamba Christmas hatumaanishi kwamba tunadunisha Christmas. Christmas pia ni sherehe kubwa, lakini haizidi Pasaka. Pasaka inaongoza, alafu Christmas. Ndio hizo sherehe zingine zikuje. Ndivyo. Okay, basi Denisi, kabla rija maliza, labda nisome tu wasikilizaji wetu summary ya makala yetu ambayo tumekuwa tukichambua nawe hapa kwa muda mfupi sana. Ndiyo. Lakini natumai unajua simu zimekuwa nyingi leo. Watu wamepiga simu, imekatika. Msikilizaji, ni saa 4 kamili usiku
Ni saa 4 kamili usiku saa ya Afrika Mashariki, na redio kumbuka ni Radio Maria Kenya Nairobi, ukiwa nami Shamba pamoja naye Brother Dennis Owino. Brother Dennis Owino. Tumekuwa tukiangalia ni sherehe ipi kubwa katika historia ya kanisa Katoliki ama katika imani ya kanisa Katoliki, na hivyo basi tumeona historia kubwa ni Pasaka, lakini niseme tu kwa kifupi ama kwa kirefu, niseme sherehe kuu katika kanisa Katoliki, furaha ya ufufuko wa Bwana Yesu Kristo, ama ukipenda Pasaka takatifu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, ninasema amani ya Kristo iwe daima nawe. Leo katika tafakari yetu ya kiroho tumeangazia sherehe iliyokuu kuliko zote katika kanisa Katoliki, sherehe ambayo ndiyo moyo wa imani ya Kikristo, msingi wa matumaini yetu na ushindi wa maisha juu ya mauti. Sherehe hii si nyingine bali ni Pasaka takatifu, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hata hivyo, kabla hatujaingia ndani zaidi ya siri hii kuu ya imani, kuna swali ambalo mara nyingi hujitokeza mioyoni mwa waamini na hata katika jamii kwa ujumla. Ni ipi sherehe kubwa zaidi kati ya Krismasi na Pasaka? Mpendwa msikilizaji, ni kweli kabisa, Krismasi ni sherehe kubwa na ya furaha sana katika kanisa Katoliki. Ni siku ambayo tunasherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Ni tukio la ajabu la upendo wa Mungu kujishusha na kuwa mwanadamu kama sisi. Krismasi hujaa furaha, mapambo, nyimbo za malaika na ujumbe wa amani duniani. Kwa hakika ni siku inayoguza mioyo ya watu wengi, hata wasio wa Kristo, kwa sababu inazungumza kuhusu upendo, matumaini na kuzaliwa upya kwa mwanga duniani. Lakini pamoja na uzuri huu wote wa Krismasi, kanisa Katoliki linatufundisha ukweli wa kina zaidi. Krismasi inapata maana yake kamili katika Pasaka. Kwa nini? Kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu kunalenga wokovu wetu, na wokovu huo unakamilika msalabani na katika ufufuko wake. Bila shaka, Krismasi ingekuwa kuzaliwa tu bila ushindi wa mwisho wa maisha juu ya kifo. Ndiyo maana kanisa hufundisha kuwa Krismasi inatuletea Kristo duniani, lakini Pasaka inatuletea ushindi wa Kristo kwa dunia yote. Kwa hiyo, Pasaka ndiyo kilele cha imani ya Kikristo. Mpendwa wa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, kanisa Katoliki lina sherehe nyingi kuu: Krismasi, Pentekoste, Epifania na nyinginezo nyingi za kalenda ya liturujia. Lakini kati ya zote, Pasaka ndiyo kilele, ndiyo msingi na ndiyo chanzo cha kila sherehe nyingine. Mtume Paulo anasema, kama Kristo hakufufuka, basi imani yetu ni bure. Haya maneno yanaweka wazi kwamba bila Pasaka Ukristo hauna maana kamili, anavyosema Dennis Owino. Pasaka ni sherehe ya ushindi, ushindi wa mwanga juu ya giza, ushindi wa uzima juu ya mauti, ushindi wa matumaini juu ya kukata tamaa. Ili kuelewa ukubwa wa Pasaka, kanisa linatuongoza kupitia kile kinachoitwa Pasaka takatifu, ama ukipenda Triduum Sacrum, yaani siku tatu muhimu sana. Alhamisi Kuu, ambayo ni karamu ya mwisho na kuanzishwa kwa Ekaristi Takatifu. Ijumaa Kuu, ambayo ni mateso na kifo cha Yesu msalabani. Jumamosi Kuu, ambayo ni ukimya wa kaburi na matarajio ya ufufuko. Usiku wa Pasaka ama Jumapili ya ufufuko, ambayo ni ushindi wa Kristo juu ya kifo. Katika siku hizi, kanisa lisherehekei tu kumbukumbu, bali linaingia ndani ya siri yenyewe ya wokovu wetu. Sherehe ya Pasaka huanza katika usiku mtakatifu wa Pasaka, ambayo ni miongoni mwa liturujia zenye nguvu na uzuri mkubwa zaidi katika kanisa. Giza hutawala mwanzo, kanisa linaonekana kimya kama dunia iliyo katika hali ya kutarajia. Kisha mwanga mmoja huwashwa, mwanga wa Pasaka ama ukipenda mshumaa wa Pasaka. Mwanga huu unawakilisha Kristo aliyefufuka, akivunja giza la kaburi na la dhambi.
Wakati mshumaa huu unapoingia kanisani, watu huimba kwa sauti kuu, Kristo mwanga wa dunia, na majibu yake, tumshukuru Mungu. Huu ni wakati wa kipekee unaoonyesha kwamba giza haliwezi kushinda mwanga na mauti hayawezi kushinda uzima. Katika usiku wa Pasaka, waumini husikiliza masomo marefu kutoka Agano la Kale hadi Agano Jipya. Haya si masomo ya kawaida, ni simulizi ya safari ya wokovu. Kuna uumbaji wa dunia, kuna ukombozi wa Waisraeli kutoka utumwani Misri, kuna ahadi za manabii na hatimaye kuna ushindi wa Kristo. Kila neno linatufundisha kwamba Mungu amekuwa akifanya kazi tangu mwanzo wa historia ili kumleta mwanadamu katika uhuru kamili. Moja ya sehemu muhimu sana katika Pasaka ni ubatizo wa waumini wapya au kukumbuka ubatizo wetu. Hapa kanisa linatukumbusha kwamba Pasaka si tukio la kihistoria tu, bali ni maisha mapya kwa kila muumini. Tunapobatizwa, tunakufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja naye. Katika misa ya Pasaka, kanisa husherehekea Ekaristi takatifu kwa furaha kuu. Hii ni ishara kwamba Kristo aliyefufuka yuko hai kati yetu na anatupatia mwili na damu yake kama chakula cha kiroho. Furaha ya Pasaka si ya kawaida, ni uhakika wa ndani kwamba dhambi imeshindwa, kifo hakina mamlaka tena na tumaini limezaliwa upya. Ndiyo maana tunasema Kristo amefufuka, kweli amefufuka, aleluya, aleluya. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo ni muhimu kuelewa Krismasi ni mwanzo wa safari ya wokovu, lakini Pasaka ni ushindi wake. Krismasi inatufundisha kuwa Mungu yuko pamoja nasi, jinsi jina lake Yesu linavyosema Emanueli. Pasaka inatufundisha kuwa Mungu ametushindia kifo na ametupa uzima wa milele. Kwa hiyo Pasaka ndiyo sherehe kuu zaidi kwa sababu ndiyo inakamilisha kila kitu. Mpendwa msikilizaji, Pasaka takatifu ndiyo sherehe kubwa kuliko zote katika kanisa Katoliki kwa sababu inatufunulia siri kuu ya imani yetu. Kristo ameshinda kifo na ametupa uzima wa milele. Basi tunaposherehekea tujiulize, je, maisha yangu yanaonyesha mwanga wa Kristo? Je, mimi ni shahidi wa ufufuko wake? Kwa maana Pasaka ya kweli haiishii kanisani, inaendelea katika maisha yetu ya kila siku. Tunawatakia Pasaka njema na yenye baraka tele. Kristo mfufuka na awe mwanga wa maisha yenu, awape amani, furaha na matumaini mapya. Amani ya Kristo mfufuka iwe nanyi daima. Kristo amefufuka. Aleluya, aleluya.